hawajalipwa, na ile agreement ambayo government ilikuwa nayo na madaktari hawajapewa. At the same time, kuna mtu amengoja zile mbolea ambazo William Ruto alikuwa amepromise kwamba farmers watapata. A majority of Kenyans wana depend on farming. Ukienda hapa Nyandarua, Nyeri, Murang'a, au watu wana depend on coffee. Ukienda kwetu tunafaa tukue na cotton ginnery kwa sababu tuko na cotton, lakini hakuna. Ukienda hapo Muhoroni kuna sugar, lakini ukiambiwa lori moja ama hiyo trailer moja ya sugar inalipwa pesa ngapi, hata wewe utashangaa. Na hapo ndio tunatoa pesa, ama wazazi wanatoa pesa ya kulipia wanafunzi wao fees kwa university na kwa high school. Na hapo ndio pia mtu anapata at least pesa ya kujimudu kimaisha. Unaenda pale mama hapa Kiambu, anafaa apate at least ng'ombe yake ipate chakula, itoe maziwa, because maziwa ndo anauza ndio alipe fees. Lakini hiyo maziwa, ukiona maziwa inatolewa in one day, because of the current economic status, haiwezi ka afford all the fee ya watoto wote na pia waweze kukula. Unapata student hapa University of Nairobi, mtu mzazi amestruggle kwa sababu ameuza maziwa, ameuza nyanya, ameuza mboga, amepata ile ya fee. Na fee pia tulishakubaliana kwamba inafaa kuwa hatufai kulipa fee. Wanafunzi hawafai kulipa fee because we have a lot of money in this nation that is going to waste, yenye inaenda kwa individuals pockets. Unapata huyo mtu mzazi amestruggle akamlipia fee, lakini mzazi hawezi lipa accommodation. Mtu anawanda tu hapa, na hata akiweza kufika accommodation hawezi mpea stipend ile mtu anaweza kula in a day, at least aweze kukaa asettle asome. So kama kuna mtu anafikiria hatuna shida Kenya, tuko na shida. If you're still sitting thinking that we don't have a problem and that the government of the day is doing its best, you have a misguided opinion. We have a problem. Na hii problem because the government should be oversighting itself through the three arms. Kuna kitu kwa government inaitwa power balance. Yeah? Balances and checks and balances. So these arms zinafaa kuwa zina check the others. So if those people do not check the others, wananchi wataumia. Na hiyo ndio shida tuko nayo. Parliament haiwezi check the executive. So that means policies inapitishwa tu vile president anataka. Puppets. Ni puppets. They are singing for this guy. They are praising this guy. Mtukufu. You understand? Everyone mtukufu rais. Mtu ameenda because we have fought so hard, mpaka kila mtu amesikia Adani iko na shida, ati anaenda anasimama kwa parliament, anasema sasa mimi nimetoa, mnaona hiyo kitu inaitwa Adani, mimi nimetoa. Na wanapiga makofi. Alafu wanaamka wanasema mtukufu rais. What nonsense is that? What kind of nonsense is that? I mean, don't they remember we had this young man mwenye alikuwa anatembea akisema Adani arudi kwao. Chokora. I mean, the time tulikuwa tuna shout online. Kina Nelson Amenya wakitolea receipts kwamba Adani is not a good deal. They were pushing it. In fact, they never listened to us. But then when this guy was indicted pale US, ndio sasa wanarudi wanasema, you know, by the way, we have heard what you the people of Kenya want, na tumetoa hiyo kitu. Alafu sasa juzi anatuambia, wewe mtu ambaye hujapanda hata ndege, ujui venye airport inakaa, unajua venye airport inaweza jengwa. I mean, yani mtu anajua tuna pesa to the extent that huwezi travel na ndege. And he is not bothered. So what he's saying is that wewe, because hujui kutumia ndege, hujai panda ndege na hautawahi panda ndege, hauna haja na airport. So he means atayuza wale watu wako na pesa kama yeye ndio wako na haja na nini na airport. Watu itumia use. Honestly, we have a problem and we must speak. We must speak. Ndio maana place kama hii bunge is a very very important place. Hapa ndio tunakuja pia sisi tutoe maono yetu.
ndio pia wale wakitoa maono yao ya ujinga ambayo haitusaidii, sisi hapa tunakuja tunasaidiana na Wakenya wanatusupport. And Kenyans should support bunge because this is the only platform where you can be free, and of course and the media spaces. Sawa, hapa ndo tuna express our issues, so we must uncensored, na bila mtu kukuuliza specific thing venye wanataka conversation iende, si ndio? So watu wa bunge, mimi nataka tu support kila mtu ambaye anasema serikali ya William Samoei Ruto should go and must go. The illegitimate government led by William Samoei Ruto must go. And kuna distractors ambao wamekuja hapa katikati wakifanya michezo mingi hapa na pale. Let me tell you, kukomboa nchi si mchezo. Liberating a nation is not a child's play. And if you think you're going to just play some games here and there for popularity contest and whatnot, we are not going to accept. Liberation is expensive. Liberation is expensive. Liberation takes time. Liberation requires discipline. Patience. Liberation requires patience. Liberation requires hard work. Liberation requires focus. So we must focus. We must work hard. We must be disciplined, and we must know where we are going. If we do that, nawaambia hatutakuwa na mwendo mrefu sana. Lakini vile amesema my friend here who just spoke, the gentleman here, and we've met before kwa hii bunge, amesema Orengo amesema kitu, na mumesikia SG wa ODM pia amesema kitu. That should be what we are speaking, that we have a government that does not work for its people. We have a government that does not listen to its people, and that means we must have an overhaul. Complete overhaul. Sawa. Bunge power. Bunge power. Lazima tusikizwe bwana. Lazima tusikizwe. We are going to engage everyone with goodwill. Unaona kuna watu ambao wamekuwa siasa hawana madoadoa. Hawajaitwa kwa scandal. Mimi nina ombi moja. Kuna watu hawajaitwa kwa scandal na wamekuwa kwa government. Mtu amefanya kazi yake na utaratibu. Maybe now they are older than, they are old and they cannot vie. These people wako na busara and they can help us. They've worked in government, they know how governments work. Let us engage these people. We have people in the civil society space. Let us engage these people. We have the church. The other day nimesikia National Council of Churches of Kenya wametoa statement, a very good statement. And they called William Ruto liar. Let me tell you, we are talking about watu wana contribute to the conversation. Wao unasema ni wakora kwa sababu wewe ni Muislamu. Haya, na nilisema hivi, unaharibu Kenya. Kuna statement nilitoa na niliita pia SUPKEM. Wachache wanatuelekeza moja kwa psychopath. Wao ni wakora. Hata Waislamu ni wakora. It's okay. It's fine. Nilikuwa pia niongelee SUPKEM ambayo ndio supreme body ya the Islam. This man belongs. So pia how I know it is just a matter of time. Very soon hata SUPKEM watatoa statement. Na waseme verbatim walitoa statement, a very good statement. These statements ndio zinacharge watu. Waislamu tu wale wamewakataza. Sasa unaona kwa wachache unaona priests wanaambia watu ukweli. Na wanaambia watu kwamba watu mnadanganywa. Hii serikali haiwajali. So everyone who is contributing to this conversation towards 2027, we have to welcome them, we have to engage them, and we have to, lazima tukuwe na discussion. Kama sisi wenyewe we are not willing to listen to other people, then why would we expect them to listen to us? So lazima tusikizane sisi wote na tuelewane kwa sauti moja kwamba serikali ya William Samoei Ruto must go home.